shangwe na vigelegele. Karibu sana. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Kweli kuna Mungu na hata mimi nimeweza kumshuhudia huyu Mungu. Huyu Mungu ni mkuu sana. Maana nikiangalia kule nilipotoka na mahali nimefika leo, huyu Mungu hakika ni Ebeneza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine huwa na keti alafu naanza kuangalia vile maisha imenipeleka. Kuna wakati nimedharauliwa nikaonekana kitu ambacho hakifanyi, na kuna wakati nimekimbiliwa kwa msaada na wale walionidharau, mpaka nikabaki kushangaa. Huyu Mungu hufanya mambo makubwa sana yasiyo ya kawaida. He is indeed a game changer. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nachukua hii fursa bila kupoteza wakati kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Niko na mke mmoja vile mmeona, na pia niko na watoto wawili wako pale Sunday school. Naitwa Lucas Wafula Evangelist. Amen. Kwa hivyo kwa wageni mnaweza nijua hivyo, huwa ninakuwa naibu mmoja wa naibu wa Reverend Josephat mahali hapa. Kwa hivyo ninampenda Yesu, maana amenitetea katika maisha yangu na kunifikisha umbali huu. Kwa kweli, sometimes whenever we preach here, you may think that what we are preaching is only meant for you. It is not only meant for you. Sometimes what we preach, it comes back or it reflects in our lives as pastors. Kwa maana mambo mengine yametendeka mpaka nikaanza kusema kumbe sio tu kwa yule mshirika. Wakati mwingine tunapohubiri hii Injili, hata sio mafundisho peke yake ama sio mahubiri peke yake, sometimes huwa ni prophecies, sometimes huwa ni utabiri wa mambo ambayo yanaenda kutendeka kesho. Maana kuna wakati nimehubiri kuhusu changamoto, nikafunza kuhusu changamoto mahali hapa, nikafunza kuhusu changamoto za ndoa, nikaongea kuhusu changamoto za kazi, nikaongea kuhusu changamoto za maisha. Kwa kweli hizi changamoto usidhani kuwa pastors huwa hawapitii. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine unaweza yaongelea hauchayapitia, lakini with the time unashangaa yamekutokea, na inabidi urudi hata kwa hizo notes ama kwa yale mahubiri ambayo ulikuwa unahubiri. Kama wewe ni mwalimu ama wewe ni mchungaji, unaanza kurifaa back, unasema na nilikuwa nahubiria watu kwamba wasiibe, nilikuwa nahubiria watu kwamba wasikate tamaa. Haleluya. Maana mambo mengine hufanyika kwa sababu ama kwa neema ya Mungu. Nilienda nyumbani, ilikuwa Januari ikienda kuisha, nikaenda kwa shughuli mbili hivi, lakini main ilikuwa ni meeting ya familia. Nikafanya hizo shughuli nikamaliza, na shughuli nyingine ile pia nikaifanya nikamaliza, nikarudi. Niliporudi
nikafanya kazi, nikafikiria ni kawaida, lakini kwa mshtuko nikaambiwa kazi imepungua, na sasa nyinyi ambao ni wageni nyinyi mtasimama standby kwanza mpaka vile utaitwa. Nikawa niko kwenye mshangao, maana nilikuwa nimepanga mambo yangu, huu mwezi nitafanya hii, huu mwezi nitanunua hii, huu mwezi nitatumia mama hii, lakini ikawa ni mshtuko kwamba sina kazi na watoto school fees wanahitajika, na nimetoka nyumbani, sichakaa sana, sina kitu, nimespend all the money mpaka na savings nimemaliza, nimebakia kutegemea mshahara. All of a sudden I'm being told you need to stand by. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikufa moyo, nikakumbuka mimi nilikuwa nahubiri nikisema usikate tamaa, nikasema sitakata tamaa. Nikakumbuka mimi ndiye nilikuwa nahubiri nikisema usife moyo wakati kazi imeisha. Hallelujah. I had to apply the same knowledge that I was giving to you, and that's why I was saying some of these things we preach to you, they are not only meant for you, but sometimes they are also meant for we as pastors. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu tunayeabudu mahali hapa, na mshukuru Yesu, maana kama sio yeye mimi sijui ningekuwa wapi. Kama sio yeye ningekuwa labda nimefungiwa nyumba. Kama sio yeye ningekuwa sahizi nimeomba nikisema nisaidie. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Maana Yesu amenitoa mbali. Nilipomuita nikasema sina kazi nisaidie, aliweza kuitika. Amen. Hakuna kama yeye. Amen. Sasa niko kazi na ninamshukuru Mungu. Hakuna kama yeye. Amen. Na nikawa nakumbuka nikiwa sina kazi, wakati mwingine nikawa nasema hata kama sina kazi, lakini kule nyumbani nimefanya kitu. Na ni kitu kingine iliyonifurahisha sana ni kwamba mke wangu alikuwa hana kazi muda mrefu, na asubuhi moja nikaamuka, kabla niende kazi, hiyo kazi yenye nilisimamishwa, nikaomba na nikafuata maneno ya mtangazaji fulani wa Mlembe FM, huwa anahubiri asubuhi pale. So nikawa narudia pia yeye vile anasema, nikisema touch by the faith of Abraham, faith of Paul, by faith my wife anaenda kupata kazi katika jina la Yesu Kristo. Touch. Na nikaamuka asubuhi nikamwambia kuja twende huku kwenye naendanga huku jirani pale, naonanga wanawake wanaingia huko wengi sana, enda huko, kuja nikuonyeshe huko, uende ujaribu, unaweza pata kazi. Niliporudi jioni nikitarajia nitapata yeye amerudi, kwa sababu amezoea kuenda anakosa. Lakini niliporudi jioni nikapata watoto yao nje. Nikafungua mlango nikasema labda ameenda kwa Recho, anapenda kwenda kwa Recho. Nikangoja sioni. Nikakaa nikasema labda ameenda kwa mama Fei. Nikakaa simuoni, nikafika